Okay, mambo vipi Tanzania, mambo vipi wewe mwana photographer, mambo vipi wewe mwana familia yangu. It's another big time, tunakutana kabisa katika pindi lako pendwa, pindi lako la kwanza, pindi lako la kibabe, unyama mwingine ulipo. Nazungumzia The Graphers Show, pindi ambalo tunakwenda kusanuka kwa ajili ya mafotografa, videografa na graphic designer. Nia na mazumuni ni kujua, kutambua na kusaminisha mchango wao kwa jamii, ili jamii ipate kutambua na kuelewa kwa weledi kabisa juu ya faida ambazo zinapatikanika kwa uwepo wa hawa watu. Yes, so leo utakuwa na mimi, the youngest and the coolest presenter right now ni Bongo, chata la juu kabisa, yani balozi wa mtaa wote BMW, majina yao yote yangu. Though kwa sasa na represent all photographers, kwa ukinita balozi wa maphotographers, balozi wa videographers na balozi wa graphic designers, inakuwa imekaa poa sana. Sasa nisikuzungushe sana, leo nimekuandalia nini? And today kwa furaha kama ambavyo sura yangu unaiona, na furaha kubwa kwa sababu mtu ambaye yupo katika game na anafanya vizuri kwa sasa, anakimbiza katika generation yake, nimepata bahati ya kuwa naye hapa. Utakwenda kumjua ni nani, ataenda kujitambulisha, anafanya kitu gani, utakwenda kujua pia anahusika vipi na ana mchango gani kwenye game na ana mawazo gani kwenye game. Atakwenda kukusanukia pia, utaenda kumsikia. So let's start it, au sio? Bana, mambo vipi? Poa mzee baba. Kama kawaida. Okay, hivi hapa nazungumza na nani? Yani audience wanataka kujua tunazungumza na nani. Who are you by the way? Nazungumza na mnyama mmoja, Nacho photographer. Okay, Nacho photographer. Okay. Sasa Nacho, kwanza nikuulize, yani unajisikiaje kuwepo kwenye show kama hii ambayo ni mapinduzi ya magraphers nchini yani? How do you feel? I feel good kusema kweli. Katika game kama hili lina changamoto kama mingi mzee, lazima ufurahi kwenye show kama hili la kibabe mzee. Okay, that's good. Unyama mwingine ulipo. Hivi Nacho, kwenye game ulianzaje kuingia kwenye game ya, na field gani ambayo upo basically? Kama je, wewe ni mwana photographer au wewe ni mwana videographer au graphic designer? Who are you by the way yani? Kwa sasa hivi napiga zote mbili. Ipi na ipi? Videographer kidogo lakini photographer kwa sana. Videographer kidogo, photographer kwa sana. Safi, imekaa poa sana. Una muda gani kwenye field yako? Kwa sasa hivi mwaka wa pili, nafikuzia mwaka wa pili kwenye photographer. Okay, before hapo ulikuwa kwenye field gani yani? Ulikuwa unashughulika na field gani kabla kuingia kwenye ugrafa? Kama unavyoona tuko chuo hivi, kwa first year pale kwa nakimbiza tu kwenye udalali kidogo, shule udalali nini udalali wa PC, tukakimbiza kidogo. Ila baada ya kuingia second year tu pale nilivyoanza nikafikiria nikaangalia kabisa, niko na passion kupiga na nilio, sababu kwa sasa kujifunza kuedit tangia nikiwa first year, niko napiga editing nini, lakini sina mashine. Baada kukaa kidogo hivi second year pale mwanzoni, nikaona ngoja nijitusue, nikamate kamera niingie mzigoni. Kwa hapa nazungumza pia na mwanachuo. Babu tuko shule. Faida iliyoje ni kwamba graphers now sasa hivi sio mchezo. Yoyote ule ambaye ana passion anaifanyia ilivyo, mpaka tuna wanachuo ambao ni magraphers, na mimi ndo naona wanakimbiza sana. Ukipita IG huko mitandaoni wako moto sana. Congratulations on that. Asante bro. Okay, na umetuambia kwamba upo pia katika videographs, ndio? Okay, una changamoto gani ambazo yani zipo kwenye game yako ya graphers? Changamoto ipo. Mimi kwanza ningetaka kujua ni ile changamoto ile ndio ulipokuwa unataka kuacha udalali nini, unaingia kwenye game ya graphers, changamoto anizokuepo? Tunatoka kwenye udalali kwenye grapher. Kidogo kwenye grapher kwa sababu challenges ziko nyingi. Unakutana na wafundi watu wanajua kingine, unaingia kazini. So je, ndo mwanzo unaanza kupiga. Kipindi hicho sisi kama ta kamera kwana unasiti mzigo auto. Kama mafotografa wanaelewa. Sawa. Ukishika mzigo unashikilia auto, unagonga tu kacha. Ukienda kutoa mizigo, edit kipindi hicho bado hujaiva. Kwa hiyo uko una kazi mbili, una kazi ya kujifunza kuingia YouTube kama kawaida, kufunga shule ya kutosha kwenye mambo photographer nini na nini, editing kila kitu.
Utoke hapo tena uingie kwenye field unaanza kupiga kazi. Umeona? Kwa hiyo game ilikuwa bado mpya. Lakini kipindi kile cha mtu unafanya zako unaonga hapa PC, unaonga hapa simu, unaonga hapa people are coming from far away. Sasa hivi mafotografa mpendani? Yaani wanagraphers mpendani? Fotografa tunapendana sana. Unapendana? Tunapendana sana. Tuna umoja, sema ndio hivyo. Sometimes lakini photographers wote hamnaga tunanelewa. Hivi mnaweza mnasaidianaga vipi yani? Kama tunavyoona wasanii wana collaborate, umeona wasanii wa muziki, umeona. Nyie yani kwa upande wenu inakuaje? Mnashirikiana vipi mafotografa kwa mafotografa au mavideografa kwa mavideografa and stuff like that? Kwa mafotografa na mavideografa kuna levels, umeona? Kwa mwanzoni unaweza kukurupuka sasa hivi sababu mtafute mtu kama Lukamba utaka ukae naye sehemu moja au kae chini meza moja aanze kuelekeza vitu, hiyo changamoto. Kwa hiyo lazima uanze kucheza mtu wa level yako au kipindi kingine inabidi ujishushe. Unaanza kuta kweli hujui lakini yupo chalia naelewa, lazima ujishushe kidogo hizo kugeni kitu kutoka kwake. Kwa hiyo sasa sometimes unakuta mtu unamchiki photographer mkubwa au videographer mkubwa lakini hawezi kukupa support ile ambayo wewe unafikiria angekupa. Umenisoma? Kwa hiyo lazima utafute mtu wa level yako au iza ujishushe sana uweze kugeni na wewe ujibrandi mno uweze kufika level ambayo wewe sasa ukimcheki yule jamaa anataka kusaidia. Safi imekapoa sana hiyo. Unyama mwingine ndo huu. Mwana na wana MK na maphotographers, MK na mavideographers, MK na graphic designer. Na leo hii MK nipo na mnyama. Anajitambulisha mwenyewe kama mnavyomsikia, anajimwaya nini kwamba ametoka mbali kwenye game hii hapa ya graphers. Nacho Grapher. Every mfano yani tunakupa ka challenge fulani. Leo kuna kampuni kubwa au sio? Zinataka zipate huduma zako. Kampuni ya Kifesi, kampuni ya Lukamba, hizi hapa zinakuhitaji. Umeona? As long as tunaona sasa hivi ndio kama icon wapo ni wanafanya vizuri in short yani. Kampuni gani hapa ni is your choice? Kifesi. Why Kifesi? Yule jamaa mimi namkubali in short. Licha branding yake ana contact au na kazi zake zote zimenyoka. Unajua tofautisha kati ya Lukamba na soma simkubali Lukamba na mkubali Lukamba, sema kuna vitu ambavyo Kifesi anavyo unique ambavyo mimi navielewa. Okay, shout out to Kifesi. Hivi speaking about Kifesi ni kwamba ukipita pale katika IG ya Graphers show, The Graphers Show, utaona pale kwamba tulishai kumpost Kifesi na kuelezea kidogo brief about him, mchango wake mkubwa ambao kautia katika game kwa kuinspire watu wengi sana. Sasa tunaona mmoja wa wafuasi wake kumbe tunaye hapa ambaye amekuwa inspired sana na Kifesi. Shout out to Kifesi all the way you are my bro. Okay. Nacho kuna misemo ambayo ipo kwamba graphers ya Bongo ni kwamba ipo low sana. Yaani unaona ni sababu gani ambayo graphers ya Bongo, graphics ya Bongo kiujumla nipo mbovu kama watu wanavyosema? Unavyoona ni mbovu? Sio mbovu. Ila kuna kitu ambacho kinakosewa. Unajua Bongo hapa iko hivi. Kuna ndakatokea opportunity fulani hivi. Vijana yani wana ile kutoka yani kuna kuithamini kazi na kuifanya kazi kama kazi au sio kufanya kazi mradi umefanya. Umeelewa? Sasa unaona kwa mfano sasa hivi kuna opportunity labda ya YouTube, TV online nini. Sasa ukiangalia sasa hivi vijana wote hawana idea nyingine. Wakaanzisha mtu kitu kimoja kukurupuka, wengine wote wanakuja. Umeona? Graphers wapo wengi ila graphers wachache. Yani kuna kundi chache la graphers ambazo wanafanya kazi kama kazi na kuthamini kazi kama kazi. Na kuna watu wanafanya kazi ili mradi amefanya kazi mkumbo wa kufanya kazi ukatamani tu kufanya ili mradi yani watu wanafanya ili mradi tu. Okay. Mko-understand vizuri sana. Hivi leo unapewa dhamana ya kukutana na vyombo husika, achana na vyombo husika tu, leo unakuwa unapata dhamana ya kuambiwa Graphers game ya graphics ya Bongo tupeleke mbali. Una maoni gani yani? Tunawezaje tukaipush game ya Graphers ikafika mbali kama ambavyo tunaona leo Graphers wa America wana sign deals kubwa ni Graph America anasaminiwa sana. Hapa Bongo inakuaje kuaje hapa? Una ushauri gani? Your views. Cha msingi wewe kama wewe wa grapher kama grapher wewe mwenyewe jithamini.
Elewa kazi zako, fanya kazi kweli, yaani fanya kazi kama kazi. Umeona? Jithamini, jivalue wewe mwenyewe. Tukianzia hapo hivi, sisi tukianza kujivalue wenyewe kama wenyewe, watu wengine watatuvalue. Sasa hapo kwenye kuvalue hapo ndo kuna na changamoto, kwa sababu kuna graphers wengine wanapata clients ambao wanahitaji huduma, ila wale graphers wana bei zao husika. Umeona? Unakuta clients labda grapher anakuambia picha moja bwana mimi napiga 5000, umeona? Ila unapata clients anawashusha mpaka Bukujelo, kuna picha hizo Bukujelo, umeona? Yani hiyo unaizungumziaje? Hiyo issue ipo. So Bukujelo tu. Watu wapiga picha za mafungu bukubuku jero hizo zipo. Umeona? Ya sasa kinatokana ndio hicho tunashindwa kujivalue, ila tukisimama wote tukajivalue, hakuna mtu anapiga yani kwanza ukiwa na proper kazi kwanza. Kazi yako ikiwa nzuri. Kwanza ukiwa na kazi nzuri au ukisanukia watu ambao wanafanya kazi za mafungu za jero buku jero buku mbili. Mara nyingi yani kazi zao zenyewe ziko ovyo. Umeona? Fanya kazi ambayo watu wanaelewa, watu wanakufuata na watu wanakudim. Wewe ukifika pale kwa msimamo wako bwana, mimi lost package yangu shilingi 50,000. Umeona? Mteja mwenyewe akiloka kija hapa unajua nakutana na mtu chuma 50,000, ngoma imesimama haipindishwi, si ndio? Okay. Na kazi yako anajua mimi anaelewa kazi, umeona? Lakini sasa wateja wengine wanakaza ubongo, mwisho wa siku hatuwezi kuforce kufanya naye kazi. Nacho leo hii watu wanataka kupata huduma zako, au sio? Wanakupataje yani? Mtupe uwazi, watu wanaweza kupata vipi kwa huduma zako? Unaweza kanipata kutumia yani pale ukiingia una IG page yangu kila kitu IG ya ukiandika Nacho_grapher pale, contact pale zipo, email ipo pale, kuota ni cheki pale, tunakaa namba WhatsApp ipo, namba utakuta pale ndo WhatsApp, tunapanga nini tunafanya kazi. Okay. Location kama hivyo tuko Sinza. Na unataka kama location ya kibabe kama kawaida, according to package yako tunaingia location za kibabe zaidi. Okay, una maoni gani kwa nani kwa Graphers Show ambao kama ndio show mpya Bongo sasa hivi kwa ajili yenu? Hii kitu inabidi iendelezwe. Sababu ikiendelezwa hii kitu maana yake tatunyanyua ma photographers na ma videographers wote. Kwa hiyo tutaanza sasa kumtaji, mtasaidia pia wale watu wenyewe wataanza kujivalue wenyewe. Kama tulivyoongea kuhusu value, wataanza kujivalue wenyewe na kazi zitaeleweka. Hiyo kazi kama kazi. Thanks sana. Bana, ulikuwa na mimi the MK, youngest and the coolest presenter right now in Bongo. Nisongee sana ni kwamba michongo mingi kuhusiana na The Graphers Show unaweza kuipata kupitia social media zetu. Fika pale IG yetu inakwenda kwa jina la The Graphers Show_TZ. Sanuka pale, dondosha komenti zako, maoni zako. Mimi nikwambie kitu, wewe mwana Graphers na wewe mwana familia yangu, ni kwamba hii show sio kwa ajili yetu sisi peke yetu, hii show ni kwa ajili yetu sote. So una mchongo wako, data zako, info zako, unahitaji pia interviews, details zote zimewekwa pale. Unaweza ukatupata hapa pale ukifika tu. Kila kitu kipo organized, then inakuwa mambo bie. Bana, kwa kumalizia kabisa, isingekuwa vema nifunge kipindi pasipo kuwataja participant ambao kwa mchango wao mkubwa wanaifanikisha The Graphers inaruka kwako vizuri kabisa. Shout out to my man Shaidi photographer. Naye jamani, grapher mmoja mbaya sana, unaweza kupita katika IG zake, inakuwa poa sana. Bana, for today I think it's enough. We had an interview na mnyama wetu hapa, the Nacho_grapher, au sio mzee? Sisi tuna sign out kinamna hiyo. Paka kipindi kijacho, shout out.